Alright. Asante sana. Donnie Yen, Scott Atkins, moja kwa moja tunawapata hapa basi kwenye horror cinema. Mtazamaji, tunakuingilia moja kwa moja hadi kule upande wa San Francisco. Huu ni mwaka wa 1964. Na ni pahali na ambapo hapa basi bila shaka pale ni wakati Bruce Lee alikuwa ameanza kuvuma huko upande wa San Francisco, yani United States of America. Ni baada ya Bruce Lee kuingilia huko upande wa United States of America na akaanza kuwafunza hapa basi ma Americans Chinese Kung Fu. Alikuwaga na mwalimu wake alijulikana kama vile IP Man, na mwenyewe ndiye huyo. Jina lake la sinema hapa basi majina lake original likiwa ni Donnie Yen. Naye Bruce Lee ako hapa basi ameshafungua shule lake hapa basi upande wa San Francisco ili kufunza Chinese Kung Fu hapa Amerika. Lakini hebu tupate hapa basi bila shaka pale 1 month ago. Kabla Donnie Yen ambaye hapa basi bila shaka pale jina la sinema ni IP Man ama ukipenda the Great Grand Master, kabla hajafika San Francisco alikuwa hapa basi bila shaka pale kule upande wa Hong Kong. Asante sana. Na wakati mmoja aliweza kutembelea daktari mmoja kule upande wa Hong Kong, na hii sasa anakumbuka akiwa kule upande wa San Francisco venye ambavyo alimtembelea hapa basi bila shaka pale daktari, na daktari akamwambia pia yeye hapa basi ako na throat cancer. Wololo yeye ako na kanza huyu hapa basi bila shaka pale Donnie Yen aliweza kufahamishwa moja kwa moja. Na anakumbuka tu ni baada tu hapa basi ya bibi yake kuiaga dunia. Hali kadhalika basi na akaomboleza. Sasa na yeye ndiye huyu amefahamishwa na daktari kwamba na kuiti hapa basi ako na kanza. Ile wa title rasmi ni IP Man 4 The Finale. Kumbuka na nilikuwa nimekuandalia IP Man 4 ingine, lakini hii inajulikana kama vile IP Man The Finale. Kumbuka ile ingine walikuandaliwa kuwa na Mike Tyson. Jamaa wetu Donnie Yen nakumbuka vizuri sana kuliweza kutumwa hapa basi bila shaka pale jamaa fulani kwa jina la Billy. Kulitumwa jamaa kwa jina la Billy kuchomoka upande wa San Francisco, na alitumwa na Bruce Lee akuja hapo upande wa Hong Kong amfahamishe master wake yani ambaye ni Donnie Yen kwamba na kweti anahitajika kufika upande wa San Francisco. Kufika alipata wanafunzi wajua huyu wanashidwa we ina huduma ya umaku wewe giza tunataka uende. Sisi ni my brothers fana kandi sisi fana ni mtu funajueko kung fu. Aya kwani unataka vita? Fana fusireteko kandi nakumbolela kandi fusireteko fana fumcheso. Fumimi ni fu American fu paruya. Fumimi ni fu American fu paruya. Hapana funareteko fucheso kandi nakumbolela. Ulimulai. Lakini kidogo akakuingilia Donnie Yen the Master. Billy anaonaga Donnie Yen kwa picha za Bruce Lee. Happy to see you. Woo! Master, ninakuonaga kwa picha zake Bruce Lee. Mwanafunzi wako kwa jina la Bruce Lee amekualika United States of America. Ukaone hapa basi akifunza ma Americans Chinese Kung Fu. This is a plane ticket for you he prepared. And this book, he wrote it. Na hicho kitabu anataka uione. Bruce. Oh, Bruce Lee. Lakini alikataa. He's doing fine. He has a Kung Fu school in Seattle, and I'm from his newly opened one in San Francisco. Billy, tell Bruce, maybe I have no time. Nataka kumwambia Bruce Lee, mimi sina wakati. Na urudi kwenye San Francisco. Otherwise kitabu nitawachwa nacho nikisoma. Lakini mtazamaji, nataka kujua huu ni mwaka wa 1964. This is 1964. Na wakati Bruce Lee alikuwa ameanza kuvuma kule United States of America. Lakini alivuma Amerika na sio kumaanisha yeye alikuwa mtu wa kwanza kujua Kung Fu. China Kung Fu ilikuweko mwanzo. Mtu kama vile IP Man ama ukipenda Donnie Yen alikuwa master wake. Hizo tikiti za ndege upatie master wenyu. Hasa unachidwa tikiti ya ndege. Kwani inakaaga namna gani? Wakati huo ndio huyo kijana wake Donnie Yen, jina lake ni Ip Ching anashambulia okani mwana fafa witoe unanitusi na baba yangu, leta hii kitabu ni he huraga muno ni no iwake hege kewe aliitwa mara moja Donnie Yen akaambua sasa kijana wako amefanya wale vijana wengine drama, na kwa hiyo makosa hatumtaki hapa shuleni tena. Tunakuheshimu sana mwanzo wewe ni martial art master, lakini kijana wako hatumtaki tena. Oi. Mtoto wake Donnie Yen
kwa jina la Ip Ching alifukuzwa pale Kajiga Secondary School. Lakini headmaster akamwambia, mtoto kama huyu kitaka vizuri, mpeleke abroad. Mpeleke pahali kama United States of America. Huenda atasoma vizuri. Otherwise hapa upande wa China, ukiona ameshindwa kusomea hapa Kajiga Secondary School, sioni kama kuna kwa vyovyote vile ambavyo hapa basi bila shaka pale atawahi kusoma. Yes, Hata hivyo alipatana na daktari mwanzo, pia alikuwa ameumia. Daktari akamwambia, sikiza, hata mimi nilienda United States of America nikasomea hapa basi bila shaka pale bachelor's degree ya udaktari, na sasa mimi ni daktari. Kwa hivyo ukitaka pia hapa basi mtoto wako awe mzuri, umpeleke United States of America. Huenda atakuja kuwa mtu wa maana baadaye. Huenda atakuja kuwa mtu wa maana baadaye. Na daktari akachomoka. Lakini huyu kijana akona kichwa ngumu, hawaelewani na babake. Hata aliwacha babake pale hospitalini. Ululu yai. Na hapo ndipo sasa alifikiria akaona, watu wengi wanamsihi atafutie huyu kijana hapa basi shule kuru upande wa United States of America. Na akakumbuka Bruce Lee alikuwa amemtumia visa na tikiti za ndege. Hapo basi akaamua kuanza kumtafutia. Sasa cheki kijana kungadhia. Mlangoni kuna bishwa, Donnie anamwambia afungue, anakataa. Fungua mlango. Soguo. Baigua soguo. Haya. Kijana hujui ni nini hapa basi amekula. Alright. Nakumbuka mamake aliweza kuiaga dunia. Alikuingilia Keng Cheng ambaye hapa basi ni besti yake Donnie. Kumbe Donnie alimuita Keng Cheng. Keng Cheng, mimi nataka kwenda upande wa United States of America. Na ninahitaji mtu wa kuacha amchunge huyu kijanangu. Vile vile nahitaji mtu wa kumchunga hapa, yani wa kuchunga hii boma yangu. Kwa hivyo Keng Cheng, mimi nataka nichomoke hapa upande wa Hong Kong, nielekee moja kwa moja hadi kule sa Barashaka Para ukipenda upande wa United States of America. Na wewe, hii nataka niwache ara zinawe hizi. Uwe nachunga huyu kijana na nitakuwa napiga simu kila siku. Lakini kijana akasema hakuna haja. Hiyo shule unatafuta sitasoma. Na hata ukipiga simu sitashika. Ni fagi. Mwana si adhikushi nila agusia fagi na hiyo. Akaambia babake ni nini usiki? Mimi nataka kuwa mtu ambaye wa kupiga watu. Nataka kujua kung fu. Kwa nini unalazimisha niwe daktari, sijui niwe engineer? Mimi nataka kujua kung fu. Hicho ndicho kitu ambacho nataka kuwa kama wewe. Sio lazima ati tuweze sisi wote tuwe maengineer. Kuna watu mbalimbali. Kuna watu wa muziki, kuna watu kama vile wa Murabez, kuna wa Mnyonyez, kuna DJ Afro. Na mimi nataka kuwa mtu wa kung fu. Kwa nini unanilazimisha niweze kuwa ati daktari? Mimi siwezi tibu watu, siwezi kuwa daktari. Nataka kujua kung fu. Unanisumbua hivi juu mama yetu alikufa. Usinitajie mama yako. Keke raihu. Wewe. Hizi vipiza siku hizi. Usijali, vijana wako namna hiyo. Unasikia sasa venye nakuambia. Sasa mambo ya wa Murabezi imetokea wapi hapa? Mara ananiambia wa Murabezi, mara sijui DJ Afro. Kushagia bake dogo. Kapatiwa tubako kidogo avute ili sukari teremke. Lakini Keng Cheng akamwambia, nataka nikuachie huyu kijana ukae na yeye wakati mimi ninaelekea hapa basi bila shaka pale kule United States of America. Na bishi Donnie akachomoka, na ukitazama utaona hapa basi anakohoa kwa sababu akona kansa. Kansa ni ugonjwa fulani ambao ni sister ya coronavirus. Babu yao anaitwa tuberculosis. Alright. Asante sana. Maridadi. Aliweza kufika United States of America, na mtazamaji ukitazama utaona ni wakati wa zamani zaidi. Hapa ni mwaka wa 1964. 1964. Alipatana hapa basi na rafiki yake kwa jina la Riang Jena. Asante sana. Hapa miaka ya 1964 ni wakati ambapo hapa basi Chinatown ilikuwa inajengwa, ni wakati basi wa Chinese wengi wanaendelea kufika huku United States of America na kadhalika na kadhalika. Na kwa hivyo kuna wa China kadha wa kadha hapa. Madinga zilitumiwa wakati hizo ni hizi. Sasa ukiwa na hiyo wewe uko na Mercedes Benz. Ukiwa na hiyo wewe ndiye huku kusema. Ni nyakati za zamani 1964. Asante sana. Hizi hapa basi ni gari, hata mimi si nimesahau na jina yake. Hizi ndizo magari ambazo sasa ulikuwaga wewe ukuwa na hii gari wewe umeweza. Abana chiza. Kwa sababu watu wengi walikuwaga na wheelbarrow
punda na farasi. Kwa hivyo kuwa na gari wewe hapa basi uko juu zaidi. Hapa upande wa China kuna kikosi cha Chinese. Chinese wameweza kutengeneza organization yao ambayo inajulikana kama vile Chinese Consolidated Association. Chinese Consolidated Association, yani CBA. Kwa hivyo wakati ambapo alikuingilia alipelekwa upande wa Chinatown. Pahali na ambapo yani Chinatown ni kasenta ambako kako kule upande wa Francisco. Naona? Alright. Asante sana. Aliweza kukuingilia na kafahamishwa hapa basi karibu sana. Na hapa ndipo kuna muungano. Viongozi wa Kichina kina Mr. Rianga. Hapa basi bila shaka pale Uncle Goi. Wote wako wara zenye hizi kwanza Uncle Goi mwenyewe ndio huyo. Hawa sasa ndio viongozi. Ndio tumuzetu viongozi toa vikosi vya Kichina. Yani hawa ndio viongozi hapa basi wa Chinese Consolidated Association hapa upande wa Chinatown, San Francisco. Na kisha ndiye huyu sasa chairman wao. Anajulikana kama vile Mr. Wanzo Hua. Hapa basi yeye ndiye chairman. Barabara. Kwa hivyo waliweza kujifanya introduction wote. Na wote ni mamaster. Wote ni mamaster wa Kung Fu. Wazee wote ambao wako wana zenye wizi, ndugu brother mpenzi mtazamaji, zaidi viongozi wa hichi kikosi cha CBA, wote ni mamashorata masters. Hata hivyo, kiongozi wao ndiye anaogopewa sana hapa basi bila shaka pale kwa jina la Wanzo Hua, ama ukipenda Mr. One, the chairman man. The chairman wana. Alright. Ndiye huyu sasa. Huyu ndiye kusema, huyu ndiye huyu ndiye kiongozi, na kuna mpaka kama ma Soso wajoka. Hatari zaidi. Wote ni hatari zaidi. Ikifika hapa basi bila shaka pale ni upande wa Kung Fu. And wa Kung Fu is Chinese martial art. Kwa hivyo wakati alifika hara zenye hizi alikaribishwa. Lakini akafahamishwa, wewe IP man, yani hapa basi Donien, tunataka utusaidie kitu moja. Kwa sababu kuna mwanafunzi wako kwa jina la Bruce Lee amekuja kujisifu na akijionyesha venye yeye anajua Kung Fu hapo upande wa Amerika, mpaka akaanza kufunza ma-Americans Chinese Kung Fu. Ili hali Kung Fu inafaa kuwa ya Chinese. Ameandika hadi kitabu na akaitranslate na Kizungu. Bruce Lee amekuja kutoa siri ya China hapo upande wa Amerika. Na juni mwanafunzi wako, tunataka kwa sababu umefika hapa Amerika, uende umuonye na umsimamishe na awache hizo tabia mara moja. Kwa sababu Chinese Kung Fu is for Chinese. Hafai kufunza mtu yoyote. Na tunataka utusaidie. Stop Bruce Lee. Lakini aliwaambia yeye haoni ubaya. Mimi sioni ubaya wa yeye kufunza mtu yoyote. Inakaa ni kama uelewi. Wewe umefika hapa, hujui hapa kunaendaga namna gani. Mimi ndiye kusema, na sasa mimi nakuamrisha uende umuonye Bruce Lee na umwambie awache kufunza Americans Chinese Kung Fu. Makosa ya kwanza ni yako, juu wewe ndiye mwalimu wake. Na ukiwa kama mwalimu wake, haufai kumruhusu afunze ma-Americans Chinese Kung Fu. Kwa hivyo, tunataka ustop Bruce Lee. Si ati sisi hatujui vita, tunajua vita. Lakini yeye amekuja kujisifu na kujionyesha. Alikataa. Akaambua, sikiza. Inakaa ni kama hauelewi venye maisha inaendelea gara hizi. Lakini alikataa. Akadai, mimi nitamwambia endelee tu kwa sababu sioni ubaya. Hata venye anafunza ma-Americans, hivi ni ma-Americans watatuogopa, wajue sisi ni hatari. Kwa hivyo sitaenda kumuonya. Haya. Nakuambia kitu unafanya. Sio ati nikuambie unaregarega. Lakini Donien alimwambia hakuna, nimekataa. Unakataa. Inakaa basi like student like master. Akaamua kumpima.
akaamua kupima hapa basi bila shaka pale nini nguvu zake Donnie Yen. Lakini Donnie Yen ni nani? The IP man master, the grand master. Huyu ndiye alifunza Bruce Lee kung fu. Sasa lazima ni mdedri zaidi. Cheki maneno wololo yaye, walishindana nguvu mpaka kioo cha ile meza kikavunjika. Cheki mpaka kioo cha ile meza kikavunjika. Cheki tumzee tungine tukaanza kuondoka. Cheki tukaona hapa basi manzi ni diada haro ni mimi sitaki mambo ya vita. Wacha meza ikavunjika. Hata chairman 1 huyu chairman 1 zo huwa akaona yenyewe Donnie Yen bana machizo. Hata hivyo Donnie Yen akamwambia basi kama hamtaki kunisaidia itabidi nichomoke. Ikabidi besti yake kwa jina la Riang Gen amchukue basi Donnie Yen amtafutie hoteli. Chairman 1 kiongozi wa CBA amekataa kumsaidia Donnie Yen. Na mtazamaji, nataka ushike vizuri zaidi na uweze kuelewa na kufahamu vizuri sana tena zaidi. Donnie Yen hakuwa anakuja huko upande wa San Francisco kukaa, abana. Donnie Yen alikuwa anakuja ana za nyewezi kutafutia mtoto wake shule. Na alifahamishwa na Riang, manze unahitaji recommendation letter kutoka kwa CBA ili kupata shule ya raizi. Na sasa juu ni kama hamjasikizana na chairman, nitatafuta mtu mwingine nione kama anaweza kukusaidia hapa basi kukupatia referral. Kama alivyoweza kuahidi huyu hapa basi jamaa wetu Donnie Yen ni kwamba na kweti kila siku atakuwa anapiga simu. Na kwa hivyo alipiga simu zaidi akitaka hapa basi kuongea na kijana wetu. Ama zaidi ukipanda yule mtoto wake. Where would you like to call? Hong Kong. 842-639. Yeah, nataka kupiga simu upande wa Hong Kong. Akakonektiwa speed. Kumbuka wakati wa zamani ulikuwa unapiga simu, unapata operator. Operator anakuunganisha. Unaona? Operator anakuunganisha ili simu iweze kufika kwenye nyumbani. Ken Cheng akachukua simu. Kaanza kumwambia haya, Vavarai. We, Kehe. Kuja unaitwa na baba yako. Ongea na yeye. Hiki ndio kana kwenda kutoa. Piki kuna tabia baya sana. Alikataa. We, amekataa. Sasa sijui utafanya namna gani. Lakini nataka kukuambia hivi. Juu Amerika nasikia vitu ziko chipu sana. Nataka uniletee hii spray ya bibi yangu. Alafu nitataka pia uweze kuniletea viatu. Alafu bado kuna hii liquid nataka uweze kuniletea. Alafu bado kuna kiatu kingine nilisikia hiyo kiatu ukikanyaga inaisha. Unakaa kama uko miguu tupu lakini uko na kiatu. Alafu nilisikia baka wako na kichwa ya spare. Niletee kichwa ya spare. Sasa Ken Cheng anadhani Amerika kila kitu inapatikanaga. Tuchumuke rais tukuje kumpata hapa basi huyu manze kwa jina la Dota, yani Yona. Yona ni mtoto wake Chairman 1. Lakini Chairman 1 Richard kuwa hapa basi bila shaka pale Yona amechoka sana kutoka shuleni. Alifika kaanza kulazimishwa kufanya mashorata. Chairman 1. Shalala. Na kila wakati waga anamuonya bintie asijaribu kuongea kizungu kwa hili maskani lake. Huyu Chairman 1 anataka bintie abonge ki-Chinese peke yake. Unaona unasahau? Unasahau wewe. Ni Mchina. Lazima ujue kung fu. As long as you are a Chinese, you have to know kung fu. Ni mwanafunzi wa college huyu hapa basi bila shaka pale Yona. Na Chairman 1 ndiye babake. Ninachokeki akabonga kizungu. Nimekuonya mara nyingi sana. Hapa nyumbani bonga kichina. Sitaki kusikia hiyo kizungu yako. Wakati huo na Riang alikuja kamleta Donnie Yen kwa mzee fulani ambaye ni rafiki yake ili aone kama Donnie Yen atasaidiwa kupatiwa hapa basi referral letter ama recommendation letter ya kupata shule. Unaona? Lakini wakati ambapo hapa basi Riang alikuja kumsaidia Donnie Yen, yule mzee alimwambia Riang, kama sio chairman amekutuma, Can I have a minute with you, please? Can I have a minute with you? Juu wewe unakujaga hapa kwangu kwa sababu ya chairman wenyu. Na iwapo chairman wenyu hapa basi haja kutuma, mimi sioni hapa basi kama tunaweza tukasaidiana na nyinyi. Your luck is your ability, and you achieve because you choose to work with a great boss. Yeah. Akaambua wewe tunaongea na wewe kwa sababu hapa basi bila shaka pale Chairman 1 alikurecommend
na akadai wewe ni mtu mzuri. Otherwise bila barua yake hapa basi chairman 1 hakuna mtu anaweza akafanya kitu na wewe. Kwa hivyo huyu mkora umeleta sijui unamuita master wa nini? Sitaki kujua ni master wa kitu gani. Na sitaki kujua ametoka wapi. Ile kitu iko, siwezi nikasaidiana na wewe, na siwezi nikasaidiana na yeye. Mtu tu ambaye tunaweza tukaongea na yeye ni chairman 1. Kwa hivyo hakuna barua ninaweza nikakupa. Donien sasa taabu ikawa. Na iwapo tu wangesikizana hapa basi na chairman 1, angeandikiwa barua na kila kitu ingekuwa poa. Lakini sasa kupata barua itakuwa noma. Rianga anang'ang'ana lakini wapi. Na hapo ndipo basi aliamua kuhudhuria hapa basi. Kumbuka nilikuambia alikuwa nakumbuka. Hivyo ndivyo basi aliweza kufika hapa upande wa San Francisco. Kumbuka kwenye mwanzo wa sinema tuliona akiingia hapa. Na akaanza kukumbuka venye alifika hapa mbele alikuwaga amekataa. Hivyo ndivyo aliweza kufika Raizi. Na kumbuka yeye ndiye huyo Bruce Lee. Donnie Yen ndiye master wa Bruce Lee. Na Bruce Lee anaonyesha hapa basi bila shaka pale ma-Americans venye ambavyo Chinese Kung Fu ilivyo. Asante sana. Kwa hivyo hii ilikuwa exhibition ya Chinese Kung Fu. Alitoa heshima zake kwa Donnie Yen. Asante sana mwanza. Donnie Yen ndiye master wake huyu Bruce Lee. Kisha Bruce Lee akaendelea kuonyesha hapa basi teknika, style tofauti hapa basi za Chinese Kung Fu. Lakini kuna watu wa karate kama huyu hapa basi bila shaka pale Corin Frater anadai huo ni upuzi. Wao wanaamini karate wala sio Chinese Kung Fu. Maridadi. Na kwa hivyo Donnie Yen alimuita kumuuliza kama anaweza msaidia kupata hapa basi recommendation letter ya mtoto wake. Mwanzo Donnie Yen amekuja hapa kutafutia mtoto wake shule. 今晚的表演非常的精彩， 多谢师傅， 谢谢你邀请我来美国。 不用客气。 其实这一次， Lakini Bruce Lee alimwambia usijali, niko na wakili fulani rafiki yangu atakutengenezea barua. 你知道，申请入校是需要介绍信的。 哎，你这么说，就是中华总会那帮人没有帮你写信吗？哎，我有一个徒弟，做律师的，他应该能帮到你，放心。 Alright. Akamwambia Donnie Yen usije kuwa na wasiwasi mwanzoni na wanafunzi wengi, na moja kati ya wanafunzi hapa basi bila shaka pale ni lawyer. All the same, hapa basi kuna wanafunzi, kuna mwingine ambaye hapa basi ni mwanajeshi, kuna mwingine ambaye ni mwanapolisi, mwingine anafanya kazi na immigration. Kwa hivyo alikuja akamwambia hapa basi usije kujari. Hata hivyo, huyu ni mwanafunzi wangu kwa jina la Herman na anataka kufunza wanajeshi Chinese Kung Fu. Anataka kufunza wanajeshi wa US Marine Chinese Kung Fu. Lakini watu wa karate walikuja kuleta uchokozi. We, hiyo si ni ujinga mlikuwa mnatuonyesha hapo. Mnaweza pigana kwa ground. Ama kwa ground mambo ni tofauti. Bruce Lee anapenda vita, anaonaga vita anameza mate. Anataka kutambuliwa na kuogopwa huku upande wa United States of America. Cheku maneno shasha. Dhudoku, pato moja. Kama ni logo, wekwa kando. Asante sana. Lakini kidogo hivi. Unasikiaga mkali wao. Unasikiaga watu wanakuwaga mubadha. Mimi ndio mkali wao jo. Donnie Yen bado anajionea. Sasa huyu ndiye mdedeli zaidi. Lakini Bruce Lee hajawahi back up from a fight. Tigawana. Unauliza ukuta nini? Ukuta haipiganagi. Lakini mimi nieko kwa bora. Mimi nitakugonga vibaya sana I say. Tuende kazi. Asante sana. Mardari. Katambe. Mkali wao. Yani huyu ndiye yule mtu unasikiaga hii kijiji yote yeye ndiye anaogopewa. Unaona? Bruce Lee. Pato ya matumbo. Hey. Kade halelia. Wacha nijitayarishe. Check maneno. Bruce Lee. Hapa basi bila shaka paro kipenda na mkali wao. Sasa huyu ndiye hakuna mtu anamuweza kwa hii tauni yote. Huyu shosha. Huyu ndiye anaogopewa na kila mtu. Ukago hivia. Ngoja nikuonyeshe mimi sijaiagushwa na mtu uka. Agushwa tena. Unaniagusha mara mbili. Unajua mtu mwenye alijaribu kuniagusha unajua ako wapi? Unajua alihama duniani. Akahama duniani akaenda wapi? Gai. Kwani wewe ni mkali? Mimi si ati ni mkali. Wewe unajiita mkali wao. Mimi sio mkali. Mimi ni umeme.
unasikiaga umeme, mimi ni stima nani, mimi ni stima. Nilisema tu sitai kula mchele sapa, wacha mambo ati ya mchele. Kamrusha Bruce Lee. Sinakwambia mimi ni mkali, ni venye mimi ni mkali wao, ni venye nilikula mchele. Ati mchele hata kama ni maji, mtu anajua vita hata akunywe maji anakuaga fiti. Utaendelea? Akatoa dragon. Kwa buraneno. Ike aruru. Ike aruru. Wewe kipi ya msituni. Dragon hata hujui kutumia. Hii haujui kuitumia. Hujui kutumia hii nani? Hii inatumiagwa design kama hii. Akaamua kumuonyesha sasa. Bruce Lee akaamua kumuonyesha venye ambavyo huwaga inatumiwa sasa. Cheko maneno. Anamuonyesha venye ambavyo huwaga inatumiwa sasa. Aya. Olala yaye. Chukua chuma. Wapi? Naona kama nitaenda nyumbani. Mdomo naona kama inataka kwenda kwa mgogo. Bavu. Oi! Ay! Shtuka kisha. Kwa hivyo alikuingilia pale shuleni jamaa wetu duniani, harakati kibichi anataka kumuona principal ama ukipenda mkuu wa lile shule, kisha na maana anahitaji nafasi ya shule ya mtoto wake. Duniani anichungulia na kuona hapa basi pale shuleni ni wakati kuna mashindano hapa basi bila shaka pale ya cheerleader, yani mtu ambaye atakuwa anaongoza shule wakati wanaenda basi mashindano, anaongoza kwa kushangilia na kadhalika na vitu zingine kama hizo. Kwa hivyo Donien akajionea zile mashindano. Kwa nini? Kwa sababu principal alikuwa gabizi, ikabidi hapa basi bila shaka pale sasa Donien amgoje. Wakati anamgoja anajionea zile mashindano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Asante sana. Iona ni binti yake Chairman Wana. Na kwa hivyo alikuwa anashindana hapa basi bila shaka pale na Becky. Anashindana na Becky. Asante sana. Maridadi. Pose kabisa. Mashindano yakaisha. Na unaona Yana ni Mchinese, Becky ni Muamerican. Kwa hivyo Yana alishinda. Jambo lenye lilimtia machungu sana Becky. Game starting this mid-semester. Well done. Deserve it. She don't deserve it. She's a Chinese. Tena ameshinda kwa sababu hajavaa suruali, sasa anaweza kurukaruka. Sisi tumejua. Okay, hata wewe. Hapa hakuna sheria. Ilikuwa tu ni wao watumie style zao na wao watumie style zao. Na yeye kuwa ati ni Mchinese haizuii ati yeye kushinda. Ameshinda. Yana amekushinda. Kwa hivyo Becky kubali. Umeshindwa Becky. Wabe! Lakini Becky anakasirika. Wameshinda juu javaa suruali, sasa wanaweza kurukaruka vizuri. Hauna kuishiro. Yeye anaona ameishiro. Wakati huo hapa basi na Idoni ni wakati ambapo hapa basi principal anakuingilia. Principal kamwambia, karibu sana. Come. All right. Akona recommendation letter imeandikwa na wakili. Akaulizwa, huyu ni wakili yako? Is he your lawyer? Actually, he's my student. So you're a teacher too? I'm a teacher. I teach Chinese Kung Fu. I teach Chinese Kung Fu. Nedoi ni kama mambo ya jimu hivi. You already know. Akaambiwa kama hauna barua kutoka kwa CBA, Chinese Consolidated Association Chairman, kama huna a recommendation letter kutoka kwake, hauwezi ukapata nafasi ya shule. Otherwise ukatupatia kama $10,000, hiyo tunaweza angalia. Kumbe huku kuna corruption pia. If you can donate $10,000 to our school to be one of our sponsoring board of directors. Utakuwa kama sasa umesponsor, lakini hiyo ni yani ni corruption kwa njia nyingine. Anaambiwa atoe $10,000. Hiyo ni kama milioni 1 dogo, brother mpenzi mtazamaji. Alisema hana, na kwa hivyo sasa akakosa nafasi ya hapa basi mtoto. Kumbe naye Becky akona machungu na Yana.
hiyo ni style gani ulitumia? Yaani mnapanga grupu yenu mkuje bila suruali ili muweze kuruka vizuri. Nataka ujue wewe ni Mchinese na hapa ni Amerika. Kukawa na ugomvi baina ya Becky na Yana. Kwa hivyo alienda katafuta hapa basi selection ya mabeshti. Vijana wengi zaidi wakuja wa mrep huyu dem. Kamjeshi ya Githurai ya huko ikaitwa Ololo Yaye. Lakini Yana amefunzwa kumfu na babake. Lakini hao vijana ni wengi. Ololo Yaye wanataka kumrep. Kisha Becky akakuja kumtandika. Kumbuka Becky anajua yeye mkono kwa vita ya mkono kwa mkono hamwezi Yana. Na ndio sababu ametafuta hapa basi kamjeshi ya vijana 20. Ololo Yaye. Aish, wala vijana wabaya sana. Kumbe wakati huo Donnie Yen akapita. Akamuona Yana na Yana ni Mchinese na anajua Yana ni mtoto wake hapa basi Chamanu Yana. Akaona wale vijana wako serious. Ololo Yaye vijana 20 manze moja dhidi ya Yana na Yana ako peke yake. Makusha dhidi ya Yana na maskini Yana ako peke yake. Makusha akaanza kushambuliwa. Salala, I'm gonna cut all of your hair. Nitakata manywele zako zote ili uishi kunikumbuka. Ini wivu juu ati nywele ya manze ni mzuri, akaanza kuikatakata. Gongesha huyo vile vile. Salala, rushwa akajikata. Unaona, kurushwa akajikata. Wakaamua kumvunja mkono. Kwenda kumvunja mkono, Donnie Yen akaweka mkono wake. Kisha kaambia zile vijana, we, nimesikia kwenyu ni Githurai, musimamie Roysabu. Tulia Githurai, nimesema musimamie Roysabu. Noigua akafunywa masikio. Nimesema kama wewe ni wa Githurai nataka usimamie Roysabu. Kai kaguka ne koru. Kwenda nyumbani. Roysabu. No, mwende nyumbani. Sasa wewe, Inda. Wakachomoka. Kama Githurai we. Kaguka ne koru we. Kamjeshi ya Githurai iliona moto. Abana chiza na Donnie Yen. Hatimaye hapa basi bila shaka pale sasa manze juu amekatwa manywele, hataki babake ajue walikuwa wanapigana. Kwa hivyo alimwambia Donnie Yen, nataka ufanye hivi. Nataka uweze hapa basi kunisaidia kukata nywele yangu itoshane. Ili nidanganya babangu nilienda Saron. Nataka ninyang'anya babangu mimi nilikuwa Saron. Mbele babangu akiona hapa basi nimetoka kwa vita, hii itakuwa ni shida. Kwa hivyo Donnie Yen akamsaidia stara kama hiyo, akakata hapa basi bila shaka pale zile nywele zikatoshana. Kisha na maana manze hataki babake ajue alikuwa amehusika kwa vita. Na hata hivyo alimuuliza Donnie Yen, wewe na ni mzee, shuleni ulikuwa umekuja kufanya nini? Na manze kuona Donnie Yen ameumia mkono wakati alikuwa anaokoa maisha yake. Hata hivyo Donnie Yen akamfahamisha, mimi nimekuja kutafuta shule, lakini wameninyima nafasi ya shule. Nafasi ya shule ambayo wanatafutia mtoto wangu wameninyima. Kisha na maana hapa basi sina barua kutoka kwa CBA. Na ndipo mwanza kamwambia hapa basi babangu ndiye kiongozi wa CBA, mbona usikuja hapa basi ubonge na yeye uone kama atakuandikia recommendation letter. Mwanzo babangu ndiye kiongozi wa wana Chinese Consolidated Association. Alright. Donnie Yen akamwambia basi nishajaribu na sijui ni kwa sababu gani hapa basi babako alininyima barua. Mwanzo nilijaribu akakataa. Manza akamwambia twende, huenda nikimwambia ataweza kukupatia ile barua. Haya, Donnie Yen amekosa otherwise. Mwanzo ameandikwa barua ya Roya imekataa kufanya kazi. Marafiki wa Riang wamekataa kumsaidia na kadhalika. Wacha sasa Becky afike nyumbani. What happened? Nimepigwa na msichana moja, alinitime kama sioni, akakuja akanikata. Imagine. Mamake akapigia hapa basi bila shaka pale babake. Mamake akapigia bwana yake mbio. Akaambia bwanake, nataka ukuje hapa, mtoto wangu anataimiwa, akiwa amekaa chini akisoma, anakatwa na makasi kwa uso. Hii ni kuonewa. Lazima ukuje, tujue venye tutaweza kufanya, lazima tuweze kupiga. Sasa akadanganyana. Kwa hivyo Walter ni babake Becky. Na Becky ni mwenye walipigana na Yona. Sasa naye Chairman 1 ndiye huyu. Nakumbuka walikosa kuelewana na Donnie Yen. Sasa Yona alimwambia ndiye huyu Donnie Yen rafiki yangu.
Manzi akaitwa. Swali ya kwanza, have you been fighting? Ah? 又打架了吧？ 没有。 No. Mimi sijapigana. 知道爸， Na hiyo gana. 知道爸。 Na hiyo uso ulifanya nini? Umetoka kupigana? 再问你一次， Manza kadai hapana, sijapigana na mtu yoyote. 没有。 Pigwa kofi we. Ndipo akamwambia wewe unakuaga namna gani babangu? Kwani hii kumfuna shindaga ukinifunza hapa ni ya kitu gani? Sasa watu wanishambulie hapa basi na nisijisaidie. 你女儿是被人欺负。 Dunia akamwambia wenyewe, wewe chairman, umetupa mbao. Mtoto wako alikuwa anavamiwa. Vijana 20 wa Githurai. Vijana 20 wa Githurai. Na manze moja. Walikuwa namvamia. 我们在 Hata mimi ndiye nimemsaidia. 就是 Chairman Wan akamwambia, sikiza na wewe Donien, nataka kujua baina yangu mimi na wewe ni nani mkali. Nataka kujua ni nani mkali. 没有尝试。 Donien akamwambia, hiyo haina umuhimu kwa sasa. Kupigana kwangu mimi na wewe hakutabadilisha chochote. Akamwambia Donien, najua unatafuta barua fulani, na iwapo utanishinda nitakupatia hiyo barua. Yona, 可以改变。Nenda ukabadilisha mavazi. Donien hataki mambo ya challenge, lakini Chairman Wan alimwambia, iwapo unataka hiyo barua, iwapo ni hiyo barua unataka, pigana na mimi. Ukiniweza nitakupatia recommendation letter. Is a free and fair challenge. Donien akashindwa, kwani hii vita kwani ninaendea ati nyumbani? Si niko nayo bas. Vita sio bata mjinga ati nitaenda hapa basi nyumbani kufungulia bata mzinga ikuje kuume. Niko nayo bas. Wakaanzana na huyu Chairman Wan vile vile abana machizo ni master. Chairman Wan ni master, lakini Chairman Wan anataka kuoneshana yeye ni mdedri kuliko Donien. Mwanzo kwa wale wazee wote wako hapa, yeye ndiye mdedri, ashawa challenge wote na akawashinda. Sasa anataka kuoneshana yeye ni mdedri kuliko Donien, na kwa hivyo sasa lazima apigane na Donien. Lakini hajui Donien, hana habari kwamba na kweti Donien anakuaga umeme. Hicho ndicho kitu na ambacho hapa basi hajui wala haelewi. Hicho ndicho kitu na ambacho hajui wala haelewi, kwamba na kwa eti Donien anakuaga moto wa kuotea mbali. Donien anakuaga moto wa kuotea mbali aishi. Cheki maneno. Donien katambe sasa. Donien katambe hapa basi baina ya Donien hapa na Horajeto shisha. Donien na Horajeto. Chairman, nakumbuka Donien alikuwa ameumia mkono wakati alikuwa anamsaidia hapa basi Yona. Kwa hivyo wakaagana watumie mkono moja. Chairman, tutumie mkono wa kulia peke yake. Kumbuka, it's a free and fair challenge. Hii ni kutafuta tu ni nani mkali. Hii ni vita tu ya kutafuta ni nani mkali. Patwa moja. Santa. Kitambe bado. Aish. Donien. Chairman Wan. Katambe mkono kwa mkono shesha. Ala. Katambe mkono kwa mkono. Sweep wote chini. Kusimama. Chinese Kung Fu. Barabara. Tuende shasha. Donien. Asante sana. Manze bado anajionea. Imesemekana it's a free and fair fight. Manze alikosa kwenda, akaamua kujionea. Ai. Heri viti ziharibike, meza iharibike, lakini Chairman Wan anataka kuoneshana yeye ni mdedri kuliko Donien. Hiyo tu ndio anataka kuoneshana. Hiyo ndio tu anataka kuoneshana. Kumbe punde sipunde kukachomoka tetemeko la ardhi, ama ukipenda earthquake. Makosha. Earthquake. Salala. Iliwa nchi kama hizi kuna kuga na mashida kama hizo. Hapa basi za earthquake.
Earthquake, tetemeko la ardhi ambalo ni deadly zaidi. Ashalala, linaharibu vitu. Oye, chunga manze jifiche. Manze amejificha. Earthquake inasumbua, inatetemesha, inaharibu. Dunia yeye usijokasahau hapa basi bado ako na ile throat cancer. Baada ya dakika kadha wa kadha earthquake ikaisha. Yana uko wapi? Dunia nakaona hii tunapigana earthquake inachomoka. Kehale ikale. Anampenda sana binti yake. Hata ukiona akimuhanda anampenda sana. Dunia kaona vitu mingi zimeharibika raizi. Hata akamtazama hapa basi bila shaka pale huyo mdhei na akamwambia sikuwa nimekujia hapa barua. Nilikuwa nimemleta binti yako. Kisha na maana nilipata akivamiwa na vijana wengi sana, nikaamua kumsaidia. Otherwise siwe chini barua ili nileta. Kwa hivyo hata si ihitaji. Kila wakati unanganganaga kujua kama mimi na wewe nani mkali, lakini we are Chinese. Tunafaa kusaidiana. Niwe mkali kukuliko nisiwe mkali kwako. Haina faida wala hasara yoyote. Heshima ndiyo kitu muhimu. Nilisaidia binti yako, wewe ulikataa kunisaidia kwa barua. Acha niende. Furahia. Haikuwa furaha yake Yana kuona babake amenyima na barua. Na Yana aliona hapa basi Donnie Yen ni mtu mzuri. Donnie Yen ni mtu mzuri zaidi, kisha na maraishi Donnie Yen aliweza kumsaidia hapa basi kutokana ni wakati alikuwa anavamiwa na wale vijana. Kijana ama naye Donnie Yen akaanza kukumbuka venye waribishana na kijana wake. Ikabidi ampigie simu. Lakini kijana anaonaga masaa ya kupigiwa simu imekaribia, anachomoka. Mwanzo hataki kubonga na babake. Wanaulizana na babake kitu moja tu. Yeye anataka mashorat, babake anataka asome. Asante. Baba, Ye shifu. Boss. Zheng ne? Kijana kwa wapi? Amechomoka. Kamwambia kuna kitu muhimu sana nataka kuambia huyo kijana. Na lazima sasa niweze kubonga na yeye. Kuna kitu na ambacho hajui. Na nataka ajue. Kwa hivyo mwambie hapa basi mimi lazima nibonga na yeye next time. Haya, Haisro, Donnie Yen atafanya nini maskini wala atatenda nini? Shule amekosa. Alikuwa nadhani ni yeye tu hawasikizanagi basi na kijana wake, lakini amekuja kujua pia hapa basi watoto wengi wasikizani na wazazi wao. Wakati huo, hebu tuweze kuingia basi kwa US Marina. Asante sana. 5th Battalion. Na ndiye huyu sasa hapa basi bila shaka pale kijana kwa jina la Hamana. Starter Sergeant. Aliamua kuleta hapa basi bila shaka pale ile bidhaa ya Chinese ya mazoezi. Ololo yaye. Aliamua kuileta kwa kampu lao la wanajeshi. Ololo yaye. Aliamua kuileta kwa kampu lao la wanajeshi. Mwanzo hapa basi bila shaka pale yeye Hamana anakuwa na mwanajeshi na ako na cheo cha Starter Sergeant, Staff Sergeant. Yeye ni Staff Sergeant. Why? Lakini sasa hapa basi kiongozi ama yule anafunza wanajeshi ya raizi ni instructor moja mdedo. Mimi amesema mataki tena. Nani huyo? Scott Atkins. Kumbe yeye ni mkuu wa wanajeshi ara za nyewe hizi, ni moja kati ya wakuu wa wanajeshi ara za nyewe hizi, na ambaye hapa basi bila shaka pale anachukia sana watu ambao sio ma-Americans. Sasa huyu jamaa anadai yeye hataki kuendelea na mazoezi. Mimi nasema manasifu kanyango wa shingo. Sasa Staff Sergeant Haman hakufurahia. Nakumbuka Staff Sergeant Haman ni mwanafunzi wa Bruce Lee. Na Bruce Lee ni mwanafunzi wa Donnie Yen. Kwa hivyo alimletea Scott Atkins hii bidhaa akamwambia, hii ni bidhaa ya Kichinese ya kufanya mazoezi. Chinese martial arts. Na nataka tuanze kufunza watu Chinese martial art. Scott Atkins akamuuliza mwanajeshi, yani unafikiria hapa ni China kuja kulete mambo yenu hapa ya Kichina ati tufunze watu hapa? Tutafunzaje watu mambo ya Kichina? Akamwambia Chinese Kung Fu is the best. Inaweza kutusaidia hapa basi kwa vita. Kujua vita, kujua venye tutaweza kujikinga. Na ndio sababu nimekuja na hii bidhaa ya Kichina ili watu waweze, wanajeshi waweze kufunzwa Chinese Kung Fu.
Chinese kung fu? Kung fu bullshit's going to allow us to kill our enemies. Is that... Mtu anaweza tumia kung fu kuua mtu kweli? Kwa vita. Oyo eti olimu. Ha? Ai, Chinese ne jodu nino na gwabure niye. Haya. Scott Atkins akasikia. Teno nyabole. Alright. Okay. Utapigana na master wa karate. Iwapo utamshinda huyu master wa karate, nitaruhusu watu wasome Chinese kung fu. Hama nakadai kwani iko nini? Kwani iko nini? Lawrence Fletcher ndiye mwalimu wa karate ya raizi. Ni mudedri sana. Scott Atkins anajionea. Aish. Chunga sana Sergeant Hamana. Come on, Colin. Smack him up. Come on, Collins. Maliza huyo gadhe. Chinese kung fu kitu gani? Karate ndiyo kusema. Karate ndiyo. Sorry. Scott Atkins akadai hakuna ujinga wa kitu kama Chinese kung fu, na hizo vitu za Chinese kung fu ziweze kuchomorwa hapa mara moja. Akadai mpaka ile bidhaa hapa basi ya Chinese iweze kuteketezwa, na ma-Chinese wote wenye wako hapa wataongezewa mateso kwa sababu ya huyu Haman kujaribu kuonyesha hapa basi bila shaka parate Chinese kung fu ni muhimu. Because of the staff sergeant's stupidity, all you Chinese will run an extra 30 laps today. And the staff sergeant himself will run an extra 30 after that. Yes. Ma-Chinese wote wenye wako hapa watazunguka mara 30. Na huyu Sergeant Haman mwenyewe, baada ya nyinyi kuzunguka zingine 30, atazunguka akuwa peke yake. Kuzunguka uwanja mara zingine 30. Ili asiwahi jaribu kutuletea hii maneno ya Ki-Chinese. Oh yeah. Ikawa ndivyo hivyo. Kwa hivyo walizunguka mara 30 ma-Chinese wote ambao wamejiunga na wanajeshi, na jamaa wetu akazunguka 30 zaidi. Kisha ile bidhaa yake basi ya mazoezi ikateketezwa. Sergeant Haman alisikia vibaya sana. Mwanzo hapa basi aliona hii ni kuonewa, hii ni kudhurumiwa. But all the same, naye Donnie ndiye huyo. Kumbe Yana alienda akakopi signature ya babake. Akaforge signature ya babake na akaandika recommendation letter. Akaulizwa ni babako amekupatia, akadai hapana, nimeforge. 你帮我签。你放心，我签的跟我爸一模一样，肯定没有人会发现。真的不明白，现在你们这些小朋友。 Donnie alikatakata. Akamwambia ni tabia mbaya sana kuforge signature ya babako. Mwanza akamwambia ninataka kukusaidia, ulinisaidia. Akamwambia ndio, unataka kunisaidia. Na ni kweli nilikusaidia. Lakini siwezi nikataka kuwe na uhasama baina yako na baba yako. Na usiwahi jaribu kufikiria ama uote kufanya kitendo kama hicho. Heshimu baba yako siku zote. Na usiwahi enda against baba yako. Lakini akadai mimi nashindangwa kila kitu ambacho ninapenda. Kama vile hapa basi kuchia read. Babangu hananga shughuli na vitu kama hizo. Yeye anashughulika tu na zile vitu ambazo anataka mimi nifanye. Na mimi nina zile chaguo langu. Kuna zile vitu ambazo nimechagua. Kwa nini babangu ananilazimisha nifanye zile vitu ambazo sitaki? Hashughuliki na story nyingine. Lakini wewe niliona ni mzuri. Ndipo Donnie akamuuliza, na wewe unapenda nini? Manza akadai Yana akadai yeye anapenda hapa basi ile mambo ya kuchia, yani kushangilia hivyo. Akaambua okay. 拉拉舞呢，是不是你的梦想？ Kama unapenda mambo ya kuchia, hapa basi wa Chinese wana siku yao ya sherehe. Na juu unapenda mambo ya kuchia, nimekukaribisha. Kuja kwa zile sherehe za ma-Chinese, uweze kufanya hapa basi hiyo shughuli yako yenye unapenda zaidi. Hata hivyo Donnie akamwambia umefanya na mimi nielewe. Kwa maana kweti hata kuwa mtoto chenye ambacho unapenda sana, chenye ambacho umechagua kama kalia yako, hapa basi hicho nicho ambacho nafaa kufanya. Manza akamwambia napenda ya kuchia read, na akafahamishwa ukuje hapa. Asante sana. Sasa naye babake Becky ni wakati anadunda. Jina lake ni Walter na anafanya kazi
na kikosi cha INS, Immigration Naturalization Services. Sasa akapata bibi. Alikutwa kuwa amekaa hivi tu, akuwa hajachokoza mtu hivi tu, amekaa hajafanya chochote, akakatwa na makasi. Imagine ma Chinese lazima nyinyi kama wana INS mjue venye mtafanya. Imagine ni tabia baya sana. Nani alikukata bure? Ni huyu mtoto wa Wan ndiye kiongozi wa CBA. Ndio. Juu tu ni kiongozi wa CBA, mtoto wake anakata mtoto wangu. Ni akoinamia. Atapenda. Alright. Sasa naye Bruce Lee anatisha wadhi huku Amerika. Anafanya press up na vidole mbili. Haman akaletea general, yule commander, base commander. Chinese. Akamwambia base commander, sikiza. Hii Chinese Kung Fu inaweza kutusaidia. Hii ni kitabu imeandikwa na Bruce Lee. Na hii ni bronchua ya kuonesha venye hapa basi Kung Fu ilivyo. Nimejaribu kubonga na Scott Atkins na amekataa. Lakini Chinese Kung Fu inaweza tusaidia sana kwanza kwa vita. Yule ame commander akaona yenyewe hii Kung Fu ni mzuri, akamuita Scott Atkins. Scott Atkins? Ukaba mwano? Sir. Akamwambia, mimi kama commander nimemwamurisha Haman achunguze hii story ya Kung Fu na niletee mambo zote zenye ambazo anajua kuhusu Kung Fu. Juu hivi karibuni nataka wanajeshi waanze kufunzwa Chinese Kung Fu. Inakaa hii technique ni noma na ni mzuri sana kwa watu wetu. Scott Atkins aliumwa. Mbaya mbovu. Na this is an order. Waanze kuchunguza hiyo maneno mara moja. Nataka kusikia Kung Fu watu wakifunzwa. Yes sir. Sogua sawa. Kumbuka ni commander amedai. Sasa hii ilimuuma sana hapa basi bila shaka pale Scott Atkins. Kwa Scott Atkins akaamua lazima haribu story zote za Kung Fu araizi. Lazima haribu mambo zote za Kung Fu. Lazima Kung Fu iwache kuonekana kama ni kitu muhimu. Hicho ni kitu ambacho hapa basi bila shaka pale Scott Atkins aliapa shasha. Na kwa hivyo alikuja akamuita hapa basi Lawrence Freter. Akaambia Lawrence Freter kuja. Bao Koinama, asante sana. Maridadi. Akamwambia kuna mkutano wa ma-Chinese kwa soko. Nataka uende ufanye hiyo Chinese Kung Fu ionekane ikiwa bure kabisa. Unajua ni kwa nini? Juu huyu Haman ameanza kuonyesha commander ati Kung Fu ni mzuri. Na mimi najua wewe ni mtu wa karate. Na unajua Kung Fu ikionekana ni mzuri, wewe umefutwa kazi. Ujue wewe ni bila wakule katia. Ndilaro ilira. Bas. Lazima uoneshane karate ndio kila kitu. Lazima uoneshane karate ndio kila kitu. Kung Fu ni limo. Sawa sawa? Sawa. Bash. Akamdunga shindano hapa basi Lawrence Freter. Yani akamtia machungu na akamuonyesha venye ambavyo anafaa kuharibu hapa basi mambo ya Kung Fu. Wakati huo hapa basi bila shaka pale hapa nipo na ampari na ambako ma-Chinese walikuwa wanakuja hapa basi kufanya Chinese exhibition. Kulikuwa na Chinese exhibition kuonyesha hapa basi utamaduni, hali kadhalika na kuonyesha hapa basi bila shaka pale mambo tofauti ya kuchomoka kuru upande wa Hong Kong na mainland China. Rotikando basi bila shaka pale wakionyesha venye ambavyo hapa basi Kung Fu ni muhimu kwa maisha, kwa afya na kwa self defense. Ma-Chinese wote ambao wanakuaga hapa basi bila shaka pale Pano Francisco walikuwa wamekuingilia. Irikisha hapa basi bila shaka pale kuweza kufanya nini? Irikisha hapa basi bila shaka pale kuweza kushangilia, kusherehekea na kuonesha hapa basi culture yao pamoja. Kumbe naye Haman alikuwa gara zenye wizi. Mwanzo hapa basi alipatiwa kibarua na commander achunguze na apeleke story zote mzuri kuhusu Chinese Kung Fu ili kuonesha venye ambavyo basi Chinese Kung Fu inaweza kusaidia Marines, yani wanajeshi wa Kiamerika. Manzi na alivaria. Kumbuka yeye anapenda sana historia za kushangilia. Unaona? Cheerleader. Yani yeye hapa basi anapenda hii mambo ya kushangilia, hivyo mambo ya modeling. Hizo ndizo vitu ambazo anapenda. Na kwa hivyo amekuja ara zenye hizi sasa kushangilia. Hii ndio karia, hizi ndizo vitu ambazo yeye hupenda. Kwa hivyo anaendelea kushangilia. Ako wapi baba yako? Akadai babangu ako nyumbani, hakukuja. Chairman wa CBA Mr. Wanzo Hua ndiye huyo. Alikuwa anaendelea na shughuli zake za kiofisi. Mwanzo yeye ndiye chairman. Lakini punde si punde hapa basi alikuingilia Walter wa kikosi cha INS, yani Immigration. Nabiri pia ako hapo, ni mwanapolisi. Nabiri ni mwanafunzi wake Bruce Lee, lakini hapa basi ni mwanapolisi. Inaaminika unaleta ma-Chinese ambao hawana makaratasi, yani ambao hawana stakabadhi ara zenye hizi. Na kwa kufanya hivyo unahitajika uhojiwe. Kumbuka ni mtu anaheshimiwa
Mwanzo yeye ndiye kiongozi wa Chinese wote ambao wako United States of America. Yeye uaga basi anaheshimiwa. Lakini juu sasa hapa basi Walter anataka revenge. Alianza kumchunguza, kumsingizia. Alianza kumchunguza na kumsingizia. Wololo yaye. Chinese wanafanya exhibition, lakini punde si punde Corinth Frater na kikosi chake cha wanakarati. Corinth Frater na kikosi chake cha wanakarati walikuingilia. Keru magira kama tajoi. Haya. Huku ni kwa China bana. Nani amekualika? Akauliza gani ambaye anaweza vunja hizi bricks? Hey Chinaman, you want to try to break these bricks with your coat? Nani anaweza akavunja hizi bricks? Mwenye ni mwanaume afanya venye nitafanya. Corinth Frater kumbuka ametumwa na Scott Atkins. Corinth Frater ametumwa na Scott Atkins. Mashallah makosa. Hey, ni usidigire wanawake. Mukole. Hey, wacha nikaita baba yako. Wacha nikaita baba yako kumeharibika. Who want to challenge me? Kumbuka sasa huyu ni master wa mamaster wa karate. Master wa mamaster wa karate. Hido wake ngoli. Oi, mukole. Hido wake ngoli kora mundu uria. Babake ngoli kuta ule mtu. Hey, wake ngoli. Huyu naye kufika akafahamishwa kwa maana kwa chairman 1 ameshikwa na wanapolisi wa immigration. What? Nani sio? Mimi ndio huyo mtu ananiita wake ngoli. Yaani ida wake ngoli. Ngonyite. Nikushika hivyo, nikuvuje, nikushika hivyo, nikuvuje, nikuigia 1 2 3, nikumaliza kapigwa 1, wake ngoli wekwa kando. Wake ngoli mbona umepigwa haraka namna hiyo? Ninyi mmenishagilia sana. Nipeleke pahali kwa choo hivi, nasikia kujisaidia. Wagafiro. Huyu akaacha kurekodi hiyo. Ni wagafiro kuja. Wagafiro patwa 1 2 3 4 5. Wagafiro. Woi, wagafiro patwa 1, chukua wengine. Sadala, wagafiro akamaliziwa. Akadai negosa karege, wagafiro wekwa kando. Makosa. Sasa mpaka jamaa Haman harekodi hizo hakuna cha kurekodi. Ai, watafanya nini? Kulikuingilia mama wa Buddha Finger. Asanta. Moja kati wale mamasters. I'll show you no mercy. No mercy. Sita kuhurumia ati juwe ni mwanamke. Mama akamwambia huruma ni zako jiwekee. Unafaa ujihurumie wewe mwenyewe. Huyu mama, amesoma technique kwa jina la Buddha Finger. Anajua huyu ni Donnie Yen. Na Donnie ni master wa mamaster. Huyu ndiye master, huyu ndiye alifunza Bruce Lee. Na kwa hivyo lazima ni hatari kubwa. Corinth Frater. Utapenda. Huyu ni Donnie Yen. Wekerewa babu. Akaona ataisha. 89 213 418. Aba wewe 418 good adimateke. Huyu ni Donnie Yen. Huyu ni IP man. Huyu ni
mashta nani? Aish, Collins Frata. Itabidi uchunge sana mwanzo, huyu ni mashta. Huyu ni mashta, I say. Huyu ni mashta. Huyu ni kutoa Adam Apple. Kisha 1 2 3 kisha kuwekelewa na kuwekelewa na kuwekelewa. Walala, 13 goodies in the air. Wow. Yes, ama nakafurahi. Hiyo kwanza amerekodi mzuri sana. Hiyo amerekodi vizuri sana. Unawezaje uingilia hapa basi ma Chinese kwenye shughuli bana, lete mchezo. Unaingilia ma Chinese kwenye shughuli zao. Apeleko ile garage iko karibu. Inatoa garage ile yako hii. Apeleko ile garage iko karibu. Yes sana. Akina Riang walifurahia. Lakini ripoti ilifika. Mr. Wang Zonghua amekamatwa na wanapolisi wa immigration. What? Kwani amefanya nini? Na ndiye chairman wetu. We've reopened the cases involving the CBA. Alifahamishwa kuna mambo, na mtazamaji nataka ushike na uelewe vizuri zaidi. Chairman hakuna makosa amefanya. Lakini juu mtoto wake alitandika mtoto wake Walter. Sasa Walter anamtafutia makosa. Na unajua Becky ndiye alikuwa na makosa. Kwa hivyo hii ni kutuonesha wakati mtoto anakuambia kitu, manze ni vizuri kusikiza na kuchunguza. Unaweza ukajipata kwa mashaka kwa kitu ambacho hakikufanyika. Sasa Walter anamtafutia hapa basi bila shaka pale huyu makosa, na hakuna makosa ambayo hapa basi amefanya. Waja na Scott Atkins afike. We, si unaniambiaga wewe ndio mkali? Wadheka uneko momono. Hako kamzee kalikuwa kagumu sana. I think anakuraga miwa ya Kisii. Zaidi miwa ya kule Mugoga. Kanakula miwa ya kule Mugoga. Na Nyamira. Kanakula mdomo ya kuku. Ametandikwa vibaya sana hapa basi bila shaka pale Collins Frata. Collins Frata amewekwa kando. Lakini naye Walter ni babake Becky. Becky ni yule msichana mwenye alitandikwa hapa basi wakati walijaribu kumvamia Yona. Walter anataka hapa basi kushika machinizi wote wa kikosi cha CBA. Wakati huo akina Doniani walikuja kumuona chairman. Whoa, it's way past off. Wakapatana na Billy. Kumbuka Billy ni mwanafunzi wa Bruce Lee. Kwa hivyo aliwafahamisha, sikizeni. Hatujui nini ambacho kinaendelea, lakini leo hii machinizi wote wa CBA wanakuja kushikwa. Mimi sijui ni kwa nini na siwezi nikastop. Kwa hivyo chenye mtafanya, mukae mbali na CBA. Mbele wana migration wanakuja kuwashika. Siwezi nikataka nijulikane, nimewaambia hiyo. Siwezi nikataka nijulikane, nimewaambia hiyo. Alright. Scott Atkins na yeye alikuingilia kule kwa CBA. Wakapigiwa simu, wakafahamishwa watoroke. Lakini kabla enyoni nyoto laigwa oru. Gokogovaini oro. Ogodheo. Wakaanzwa. Scott Atkins aliwanza. Cheki maneno. Scott Atkins aliwanza. Ikabidi sasa kina Doniani wa kujara zenye wizi. Wale wazee ni kuvamiwa. Ashalala. Huyu ni umeme. Scott Atkins anakuaga waya ya stima nani. Maskini tumudhe twa CBA. Tuote ni tumasta twa kung fu, lakini huyu jamani mdiedri. Ako wapi Mr. Wang Zonghua? Ako wapi Wang Zonghua? Kavunjwa. Ako kwa immigration. Scott Atkins akachomoka. Tumudhea tumetadikwa. We, Wamutuli, unasikia namna gani? Mimi nasikia kama bavu zangu zote nimezieda nikazikunia. Nasikia kama zote nimejisaidia. Wacha nikwambie. Kumekuja hapa kulikuwa na robot. Kwa sababu sisi ni mamaster, hatuwezi pigwa na mtu. Hiyo robot imetuvuja. Hata hivyo wakaamua basi kwanza tujifiche. Kama tumetandikwa stare kama hiyo tukiwekwa ndani, maisha itakuwa noma. Kwa sababu Billy aliwaambia ilibidi watu wote wa CBA wajifiche. Na ukitazama utaona hapa basi mpaka Billy alifurahia kupata hawa watu wako. Unaona anacheka. Mwanzo wana police immigration kufika, walipata hapa basi bila shaka pale wana CBA wote wameweza kujificha. Tumedhe tu Chinese tu wote kwa Doniani walikuwa wamejificha. Kwa kikosi hapa basi bila shaka pale cha immigration, na bado manzi wetu kwa raza nyewezi ona akigojea hapa basi hatima ya babake. Scott Atkins alikuingilia. Akona machungu sana na hawa ma Chinese. Kwa hivyo alikuja akampata hapa basi Walter na akamwambia Walter yeye anataka Mr. Wang Zonghua na hataki story mingi.
na Manzi akasikia. Out of town tonight. Mwasukwa. Moja kati ya wanajeshi alitandikwa, Lawrence Frater, na ambaye ni karate master kwa kikosi chetu cha wanajeshi. Kwa hivyo nataka unipatie huyo mzee na umwambie ako mikononi mwa wanajeshi sasa. Usiponipatia nitapita na wewe. Sasa Junai Walter anataka mtu mwenye atamuumiza Mr. One. Aliamua kumpatiana Mr. One. Akamwambia lakini Manzi alicheki na yani hapa basi Yana alicheka kajua hii story yote. Mwanzo Yana anajua vizuri sana hapa basi Walter ni babake Becky na yeye ndiye walibishana basi na Becky. Kwa hivyo Yana alijua hii yote ni setup. Huko Scott Atkins akamwambia wewe juu ndiye kiongozi hawa wasi, nataka kupigana na wewe. Lakini Yana alikuingilia. Akamwambia babake Becky, sikiza. Nataka ujue hapa basi hii mambo yote hakuna hapa basi ati kitu kubwa ilifanyika. Ugomvi imechomoka baina yangu mimi na Becky. Na kama niliumiza Becky, pole, but wachana na babangu. Akapiga magoti. Wacha kupigia binadamu magoti. Lakini anamwambia tafadhali, wachana na babangu. Mr. Walter, wachana na babangu. Mimi ndiye mwenye makosa, tulikosana na mtoto wako. Wachana na babangu. Yana, haufai kupigia binadamu magoti. Mungu tu ndiye anafaa kupigwa magoti. But all the same, nakupenda sana mtoto wangu. Nakupenda sana. Na sasa nimejua chenye hawa watu wanataka. Na kwa hivyo alimtazama Scott Atkins na akamwambia, kama ni kupigana unataka kupigana na mimi, I say I will fight you. Unataka vita? Tuthigwa bure matu mau mafage macokanwo. Twende nikugoge hiyo masikio irudi nomo. Tokuona. Atkins alikuingilia na akadai hapa basi bila shaka pale iwapo Kung Fu itashinda yeye ataruhusu Kung Fu iendelee. Haman alikuingilia akamwambia Mr. One, Manze wachana na hii vita. Huyo mtu ni stima. Lakini Mr. One alimwambia I have to. Lazima nipigane na huyu mtu. No rule. Lazima nipigane. Scott Atkins alimwambia hakuna sheria, tupigane hadi mmoja wetu ashindwe kusimama. Tupigane hadi mmoja wetu ashindwe kusimama. Hiyo ndio sheria. Alright. Bash katambe shasha. Sasa ni katambe baina hapa basi bila shaka pale ya Scott na Mr. One Zhao Hua. Patwa patch. Santa maridadi. Ta e chi. Mudhe anatumiaga tai chi. Kama tawekwa kando. Asante sana. Scott Atkins anatumia karate. Mudhe anatumia hapa basi tai chi. Katambe shasha. Cheki maneno. Wa wekwa kando. Raish. Scott Atkins. Inda. Katambe shasha. Ni katambe shasha. Baina ya Mr. Wong Zhao Hua na Scott Atkins. Patwa moja. Scott Atkins alikuwaga na mdharau huyu mudhe, lakini amekuja kusikia huyu kumudhe kamekauka. Asanta. Na chunge mateke zake Scott Atkins. Mwanzo kama kuna kitu anakuwaga mdedri nacho huyu Scott Atkins ni mateke. Upande wa mateke anakuwaga waya ya umeme. Upande wa mateke anakuwaga waya ya umeme. Sweep. Chukua teke. Hakuna kitu anakuwaga nacho dedri huyu Scott Atkins kama mateke. Upande wa mateke huyu mudhe ni stima. Chunga sana. One Zhao Hua. Ai. Dondi. Ai. Nilisikia watu wakisema ati kuna robot ilikuwa imekuja. Ama ni wewe? Ni wewe walikuwa wanasema ni robot. Scott Atkins anapigwa na tupa balance. Ai. Ndiyo na tumitango yetu igi. Mbona naona mikia mingi? Hiyo ni mikia. Hiyo ni mitango Anagongo anaona mikia. Kulingana na vile vita zimechacha. Chukua na wewe. Kama tateke 1 2 3 haya. Chunga mateke nani? Huyu Scott Atkins. Upande wa mateke anakuwaga mdedri. Ikifika ni mateke anakuwaga mdedri. Chunga sana. Scott Atkins upande wa mateke ni mdedri. Ai, nakisi urasi yagira goko. Chura zimekujia nini huku? Stay down. Mimi naona chura. Sikirukaruka. Amegongwa ameanza kuona chura. Oi. Masikini Zhao Hua. Chunga akaondokea hiyo. Asanta. Akamshika na akamsukumia. Vunjwa mguu. Live and cash. Makosa.
Maskini chairman Wan Zohua alivunjwa mguu live and cash. Akaulizwa hiyo tu ndio Chinese Kung Fu, is this all about the Chinese Kung Fu? Wewe sasa ndiye chairman wao. Kama wewe ndio chairman. Huh? Beg. Enough. Staff Sergeant Hammond akamwambia imetosha. Oh ye. Mzee hakuwahi amini tarajia kuna mtu anamweza upano wa mkono. Lakini this time around arejepata mashakani. Na hapo ndipo Scott Atkins akadai, mumeona? Hakuna haja ya kufunza watu Chinese Kung Fu rahisi. Tutafunzwa karate na karate peke yake. Hakuna kitu kama Chinese Kung Fu ambacho kitawahi onekana ama kusikika ara zenyewe hizi. Chinese Kung Fu ni bure kabisa. Na wakati huo hapa basi naye Bruce Lee ndio huyo. Bruce Lee anaambiwa unafaa kubonga na hawa watu mwanzo. Wewe umejuana na wazungu wengi zaidi. Unafaa kubonga na wao. Akawaambia msajari, nitabonga na wao. Ingawaje nyinyi mmekuwa mkinilaumu, lakini mimi nilikuwa nataka tu kuwe na uhusiano mzuri baina hapa basi ya Chinese na Americans. Mwanzo kufunza Americans Kung Fu ni kuwaingiza our own culture na kutoa hapa basi ile sisi tunakaa hapa ni kama sisi tunakaa peke yetu. Yenyewe wazee wakaona na kweli yenyewe Bruce Lee, wewe ulikuwa umeona bali. Ulikuwa umeona hawa watu watatugeuka. Kwa hivyo, tigaiva barai. Mlikuwa mnaona kama mimi ni mbaya, lakini sasa mimi ndiye nimewasaidia. Lazima tujue venye tutaishi na Americans. Enyewe duniani aliwaambia ni ukweli. Lazima tujue venye tutaweza kuishi na Americans. Tunafaa hapa basi kutafuta kujua namna ya kuishi kwa amani. Ili hali hapa basi sisi tunafaa kusaidiana wenyewe kwa wenyewe. Badala ya kumlaumu Bruce Lee, badala ya kuona kama Bruce Lee hapa basi anataka kujipendekeza, sisi tunafaa kusaidiana. Lakini wakati huo ni wakati sasa ripoti inafika. Chairman wa Chinese Consolidated Association amegongwa kama darama za haleluya. Ako hospitalini, anaongezwa maji, damu, kamasi na tadha kwa tumbo. Kulingana na ile kutandikwa ametandikwa. Imagine ametandikwa baka anaongezwa tadha. Yana ndiye hamini. Oi. Ile kupigwa amepigwa inasemekana baka bone marrow ipelekwe kwa masikio. Oye. Nyongo nayo iko pale kwa momero. Kutokana na ile vita. Spinal cord nayo imehegeshana na mara. Oye. Masikio badala ya kusikia ni kuona inaona. Macho nayo ni kunusia. Amepigwa vita moja mbaya sana yule chairman wana. Donien, enyewe Donien ilifika pale kachiki akaona wacha bonge na kijana wake. Na mwambie ni kwa nini alitaka kumleta United States of America. Kwa hivyo alipiga simu. Ken Cheng akachukua. Wakati Ken Cheng alichukua, Donien akamwambia, nataka uambie kijana wangu achukue simu. Mwanzo nataka kumwambia ukweli fulani. Mwambie achukue simu, nimpe ukweli wangu. Boss. Mwanzo sikiza Ken Cheng. Mimi niko na throat cancer. Na nilitaka akuje hapa. Juu najua mimi sina muda mrefu wa kuishi. Huo ndio ukweli. Tereke hegeke. Unasikia kipi hii? Kuja hapa. Babako anataka kuongea na wewe. Babako ni kukufa anakufa na nakuambia ukuje ubonge na yeye. Ako na kanza. What? Mamako alikufa. Babako naye ni kukufa anakufa. Wewe naye ukipindi imekuzidia. Ni uko jira wote guo nao. Juu mimi nitarudi kwetu. Wakati kijana alisikia babake ni mgonjwa, akashtuka. Oye. Akakuja akachukua simu mbio mbio. Na hapa ndipo Donien alimwambia, sikiza kijanangu. Mimi nina ugonjwa wa kansa. Na nilipenda sana ukuja hapo pana United States of America. Mwanzo nilidhani hapa utakaa maisha mazuri hata baada ya mimi kuiaga. Mwanzo huu ugonjwa wa saratani ni ugonjwa ambao ni hatari zaidi. Sikulazimishi tena ufanye chenye ambacho hupendi. Nilikuwa nimeamua kukuficha, lakini sasa nimeamua kukuambia ukweli. Kaa nyumbani.
hata sitaki kuja San Francisco. Nilidhani huenda ati huku pengine maisha ni mazuri, kulingana venye nasikia watu wakisema United States of America, huku ndiko mambo ni mazuri, lakini nimejua heri ukae tu Hong Kong. Ufanye yale ambao unapenda, utende yenye ambayo anaweza kukufurahisha. Mwanzo hakuna umuhimu na sioni haja ya wewe kukuja hapa United States. Kijana aliumwa sana wakati alipata habari kwamba anakweti babake tena ni mgonjwa. Kijana anajua hana mzazi mwingine, mwanzo mamake pia aliweza kuiaga dunia. Sasa naye huyu ni babake. Aliumwa sana. Lakini Donnie alimwambia Haman, nipeleke kwa hilo kampu la wanajeshi. Yesushu. Yana alimtakia hapa basi bila shaka pale Donnie kila laheri. Akamwambia oye, usiende kupigana na Scott Atkins na wewe usirudi kama babangu. Unaona venye babangu amepigwa, badala ya macho yaone, masikio ndio yanaona. Hebu tuone utafanya nini. Scott Atkins akamwambia no rules. We fight till we drop. We fight until you drop. Bash. Wanajeshi wakachukua maposition, uwanja ukatengenezwa. Sasa ni kitanzi baina ya Donnie na Scott Atkins. It's a fight to win. It's a fight until you drop down. Only the strong one to survive. Ndugu brother wapenzi watazamaji, IP Man 4 final. IP Man 4 the final iko hapa beshini kwenye kipindi cha Lala Salama. Twende shesha. Asante sana. Maridadi. Aish, Donnie na Scott Atkins shasha. Donnie na Scott Atkins. Utaheshimu ma-Chinese. Utaheshimu ma-Chinese wewe Scott Atkins. Na sio tu ma-Chinese, hata ma-Africans wenye wako hapa, ma-Indians wenye wako hapa, ma-Asians wote wenye wako warazo nyewezi, manzi utawaheshimu. Sasa chenye kiko ni Donnie uchunge mateke. Uyachunge sana mateke zake huyu Scott Atkins. Uyachunge sana mateke zake Scott Atkins. Miss, twende. Patwa moja. Chukua mateke. Uyachunga mateke. Spring kick. Chunga sana. Why? Mateke zake Scott Atkins inakuwaga deadly. Akaona nani? Akona weak point. Donnie anauchunga sana ule mkono wake. Mateke Scott na mateke Donnie ni kukinga. Ai alala yaye, chunga sana mateke. Gongeshwa vibaya sana Donnie tandikwa. Aish, that all you got? Hii ndio Chinese kung fu? Now you got. Niko korona. Usidhani ati umeshinda. Mimi niko katika harakati ya kukohoa. Hakuna kitu ma-Chinese mnaweza. Nyinyi wote ni bure. Donnie akamwambia ni paka abana. Mimi niko fiti bado. Usione ati sasa umenipatia yako yote udhani sasa ati uko fiti. Wewe ni bure. Scott Atkins. Lazima ujue huyu ni master wa master. Mwalimu wa Bruce Lee. Huyu ni Donnie Moja 35 igana 200 300 500 729 830. Na uko na nguvu kukuachilia unipige madondi. Hiyo ni kitu ambacho siwezi nikakubali. Donnie najua hili jitu liko na nguvu. Hufai kumruhusu kukumie madondi mingi kisha pigwa fishti ya jicho. Derona Jerusalemu, derona todhugumi. Wacha ujinga. Donnie amepigwa madondi mpaka anaanza kuona Jerusalemu huyu hapa basi bila shaka pale Scott Atkins. Inda akapigwa ya mkono, dislocate mkono kisha Adam's apple. Akapigwa fist ya Adam apple akaimeza. Akameza Adam's apple. Nimemeza Adam's apple. Nimemeza. Muda gikataru kukumelia Adam apple. Nimemeza Adam apple. Ndio kiwalu. Ninasikia kiwalu, nasikia kiviazi, nimemeza Adam apple. Huyu ni master nani? Watu
Scott Atkins apelekwe garage. Garage ile hakuwi nini ku? Twende garage ile hakuwi. Nikatolewa hii Adam Apple. Twende nitolewe Adam Apple. Adam Apple nimemeza. Wow. Akaanza kumpigia makofi kuwa peke yake. Kada ya nehe okihanya. Wanajeshi wakaenda hivyo wakimpigia. Mwanzo Scott Atkins hapa basi hapa kuna watu kuchomoka sehemu tofauti tofauti. Kuna watu wa Argentina, kuna watu hapa basi bila shaka pale wa Afrika, kuna watu wengine hapa basi bila shaka pale sehemu tofauti tofauti, lakini Scott Atkins hakuwa anawaheshimu. Kwa hivyo ile hali ya Scott Atkins kupepetwa ilifanya hapa basi hata wanajeshi wengine wafurahie. Ilifanya wanajeshi wengine ikiwemo basi wa Chinese watu waweze kufurahia ambao walikuwa gara zenye wizi. Kisha na maana gani? Iko na maana basi Scott Atkins ameonyeshwa anafaa kuheshimu watu. Watu wanafaa kukaa pamoja. This is a United State of America. Mtu yoyote anaruhusa kukuja gara zenye wizi na akae kwa amani. Ikiwemo DJ Afro mwenyewe. Yani kila mtu unafaa kukuja United States of America ukae na amani, lakini Scott Atkins alitaka kuleta ukabila, kitu na ambacho basi kiliweza kumalizwa na Donnie Yen, master wa mamasta, juu ya mamasta, mbele ya mamasta, the grand master Donnie Yen. Kwa hivyo Donnie Yen alimuita hapa basi bila shaka para chairman wana mwanzo, hatimaye chairman wana aliweza kupata nafuu. Kwa hivyo Donnie Yen alimuita na akamwambia manze, iwapo Bruce Lee anaendelea kufunza watu, wacheni awafunze. Chenye ambacho atapata kizuri nacho huku akipeleka upande wa Hong Kong na maisha iendelee. Hivi ndivyo watu waga wanaendelea. Na hatimaye akamwambia, mimi nilikuwa na plan ya kuleta mtoto wangu wa rais, lakini nimeona hata heri kule upande wa Hong Kong angalau bishi kuna amani kidogo. Kwa hivyo hii mambo ya kumrudisha, yani kumleta mtoto San Francisco sifanyi. Bishi Donnie Yen akaamua kurudi kule upande bila shaka para ukipenda wa Hong Kong. Ala alipigwa tu zawadi tu kumpelekea mtoto wake, yeye akachomwa kwa upande wa San Francisco na bila kupoteza wakati bishi akadunda na akafika hapa bishi bila shaka para ukipenda upande wa Hong Kong. Sasa wakati kijana wetu aliweza kufika basi, yani wakati alifika alipokelewa vizuri sana na kijana wake. Na akamwambia kijana, enyewe kwenda mengi, kujua mengi na kusoma mengi. Nilidhani Amerika sasa ile amani iko huko inakuliagwa na kijiko, lakini nimeenda huko nikapata niko vita ziliko, niko mambo yako makali zaidi, na nikaamua